asome mpaka ahitimu. Mheshimiwa Baranzai ulisema juu ya mtoto msichana. Huyo mtoto ushirikiane na county attorney pale. Huyu ulisikia akisema kwa sauti yake kwamba atatoa scholarship kwa huyo mtoto wa form 2. Sasa nyinyi mtashauriana kama huyo mtoto ataendelea mahali alipo ama mtampeleka Mama Malia Girl Secondary School. Hiyo mtashauriana. Anything you decide will be okay. Mheshimiwa Berisha, wewe ni kijana ambaye nakujua, niliona wakati wa campaign, na maajabu ni kwamba huyu Gavana Lengu huyu ni mtu ajabu. Kumbe yeye amekuza all of you. Hata huyo Seki ya Mtoda alikuwa minister wake alikuwa minister wa Lengu. Jamaa huyu analea kila mtu. Kwa hivyo Mheshimiwa Gavana, tunakuenzi, tunakushukuru. Asante kwa urafiki na msimamo wa haki. Na vile wewe huna chuki na mtu yeyote. Kwa hivyo it's amazing. You know, a lot of governors have problems with their deputies. Hata Martin is deputy, ni rafiki yake kabisa, na ilisia kijana mzuri. Utajiona vile utashikanisha Seki na deputy governor yako usimamia. Na wewe ukiona uunde chama, karibu sana. Usipounda chama, ingia Wiper unisaidie maneno haya. Ukamilishe kazi. Ukamilishe hii kazi kwa sababu ni kazi muhimu zaidi. Sasa huyo kijana akilala, hatuna budi ila sisi tuulizane. Je, tuko wapi? Je, Wakenya tuko wapi? Tuko hali mbaya sana. Mungu tu ndiye anatujali, anatuletea mvua kama baraka hizi. Wakati mnamwaga kiongozi, analeta baraka zake, ishara kwamba yeye ako pamoja nasi. Lakini kabla niulizane hayo maneno ya nchi tuko wapi, Mheshimiwa Gavana, kubali nikuulize kwa heshima, hiyo pengo hapo ya hii jamii, hiyo pengo, hakikisha hapa hakutalala njaa. Tafuta mmoja wao apate hiyo kazi. Wazee wameuliza hiyo, na mimi sitaki kuamuru, lakini wewe ni rafiki yangu. Tutafanya kusaidia hii jamii na hii familia. Asante kwa usaidizi wote huo, na kwa sababu hatutakuwa hapa Jumamosi, tukaona lazima tufike. Na pia tukumbushane, ni kweli kwamba kumbe mlikuwa mmenyimwa tikiti ya ODM. Mlikuwa mmenyimwa huyo kijana. Berisha, kumbuka vile mlikuja usiku. In fact, I remember tulikutana usiku saa 5 usiku. Saa 5 usiku. Wazee wakaja, Wamasai, wakaleta Berisha na hii timu yote, na Gavana alikuwa amewapatia idhini. That is how we ended up securing this position for Wiper na kwa watu wa Purko. Kwa hivyo, kwetu ni furaha kwa upande mwingine. Lakini huzuni kubwa kwamba tulikuwa majority leader, umeelezwa juu ya wheelbarrow. Wewe na kuelewa sana. Wewe ni mtu hodari sana. Ukitaangalia vile hewa ilivyo, usiweze kawachwa nyuma. Sababu hii hewa itakuwa nzito. Na imeanza kuwa nzito. Sijawahi kuona wakati, mimi nimekuwa around for some time, sijawahi kuona rais akienda mahali alafu akitoka anaporwa mali. Sijui kama ni ile mkate alikuwa amesema atapatia watu. Walikuwa nataka tu lunch. Lakini unaangalia kila mtu akai properly, watu hawana kazi, wageni wanakuja wanashikwa Kenya. It never used to happen. Tunapatia watu wanaopigana nchi zao kama nchi jirani ya Sudan, tunakuja tunaunda serikali parallel in Kenya ili kuhatarisha hata usalama wa watu wetu. Wengine wanaleta wanaunda
kama ile inaitwa Congo Land. Sasa angalia nchi jirani ya DRC, watu wanauana tu. Lakini haya yote tunajua, tutajaribu tuyarekebishe, na heshima yetu itaregeshewa Wakenya, heshima yao. Na nyinyi watu wa Purko hapa, Mungu atawaregesheni kiongozi mwingine, na tutakuwa pamoja nanyi wakati huu ukifika. Lakini kwa sasa ni maombolezi. Hapa ushauri wa maana sana. Kumekuwa kila mahali katika social media in the last 2 days mambo ya ajabu. Kalonzo huyo hapo State House na Ruto, Kalonzo huyo ameenda State House. Sijui shida gani, kitu gani kinawakera hawa jamaa? Kitu gani kinawakera? Nataka niweke wazi, nikiamua pote kukutana na Ruto, mimi mwenyewe nitatangaza. Na nisipotangaza, nyamaza, because you don't even know what you are doing. You may think you are trying to fight us, but you actually unainua heshima. Wazi ni wakati anapatia mimi ile naona hiyo ile upanga alipatiwa na Uhuru, because hiyo ni jambo la kikatiba. Hiyo ama pengine kuna hali ya kutatanisha, kama lazima sasa kuwe na mambo ya kuulizana ni nani atakuwa chairman wa IEBC. Chebukati amezikwa juzi, ni nani atakuwa dialogue, kwamba the leader of official position lazima kuwe mashauriano baina. Ndiye alikuwa ameniappoint mimi na Ruto alikuwa ameappoint Kimani Ichung'wah. Kumbukeni hayo, sio? Kazi tuka hand over to them. In fact, hii picha moja wanatangaza kila mahali. Ilikuwa ni wakati tarehe 9 mwezi wa March mwaka jana. Nimepatia Raila, mimi na Kimani nampatia Raila report hiyo. Sijui Ruto alikuwa wapi, amesemekana atakuwa ngapi, saa 11 Ikulu, tukampelekea na tukamkamilisha kazi yetu. Lakini because of did nothing, absolutely nothing. Kwa hivyo Wakenya msidanganywe kwamba kuna kitu ati wanaweza kuimplement national dialogue 1 year after. Had they implemented our recommendation last year by March, vijana wangeuawa June last year. Hii ni ukweli wa mambo. If they had implemented those recommendations, the Gen Z revolution would not have happened. So 2 years later, some of these recommendations require clear referendum. Kama kiongozi wa nani atakuwa wengi kwa bunge na mambo kama haya, ama nani atakuwa prime minister, those things require referendum. Kwa hivyo tuache hapa ku mislead wa Kenya wenzetu, kuwapotosha wa Kenya wazalendo kwamba anything can happen. What they can implement, na hiyo tulikuwa tumeweka kwa report, ni kwamba wale vijana walikuwa wameuawa 2023. Kumbukeni mimi na Raila tulikuwa katika mstari wa kufanya maandamano juu ya cost of living na vile vile juu ya kutoheshimu vyama kulingana na vile mahitaji ya katiba ilivyo. They were in particular messing up with Jubilee Party. Sasa mambo haya, and then all those other things tukakubaliana. Lakini tukisema kitu kimoja, waketi wahakikishe kwamba vijana waliuawa kiolela na polisi na risasi ya polisi in 2023, hao vijana walipwe ridhaa. Lakini kabla ya kulipwa ridhaa, askari ambao walikuwa wanahusika na kuwapiga vijana risasi wakamatwe, wapelekwe kwa mahakama. William
Raila na Ruto walikuwa wafanye hiyo kazi. Sasa hiyo ilikuwa 2023 edition ya maandamano. 2024 edition ni Gen Z. So tunakumbusha hiyo. Sio kusema tutaketi walipe ridhaa. Wakenya wanataka mtu anaitwa bunge huyu na wenzake wakamatwe wapelekwe kwa mahakama, ndio Wakenya wajue hao viongozi kweli ile sahihi waliweka ina maana. Niliona ni vizuri nitaje hiyo. Lakini ikiwa nahitaji lakini ingine wacheni upuzi. Wacheni upuzi. Hata ya Mulali ni Kalonzo tu ameenda kuona Ruto. Mimi sitaki hiyo chapati. Kwanza hiyo chapati. We also going to change the character of chapati. Chapati ikipigwa shillings. Hiyo ni chapati ama kitu kingine? Chapati inatengenezwa na mama vizuri kwa ustadi. So don't also change the DNA of how we make our basic foods kama chapati. Wewe unataka kuchange DNA ya ng'ombe zetu. Iwe ni ng'ombe tofauti, huwezi kula nyama unakufa after 2 years, vitu kama hivyo. So mambo haya ni muhimu zaidi. And I thought it was important nikiwa hapa kwa mazishi haya niambie watu kwanza constitution of IEBC is important. Watu wa Purko wajiandae, because hiyo ndio hali ya maisha. Sioni hii uchaguzi ikifanyika ya by election until maybe mwezi wa June, July huko tukielekea mbele, when we have an IEBC in place. Na sio hapa tu peke yenu hapa, utakuwa na pengine kama upande wa Northeastern huko Banisa constituents wamekuwa bila mjumbe for the last 2 years. Kwa hiyo mambo haya na umuhimu zaidi. Na hata pengineko huko upande wa huko Kisumu na wa Mheshimiwa Wandai ambaye alikuwa waziri, amekuwa waziri wa Ruto. So now the people of his constituency have to get another representative. So there will be a lot of elections. Na zingine zinaweza zikaja zingine ambazo hazitarajiwi. Zitakuja sio kwa sababu ya watu kufa, lakini watu kujiuzulu. Kusema tuache mambo ya wheelbarrow, turudi mahali tulitoka. Na wakati huu kwenda mbele, Wakenya wenzangu tuafikirie sababu ya uongo ajabu. Yaani wakiota wanaona kama wakidanganyana. It will not work. So maybe going forward we may have to sign the People's Charter, so that if you are a leader, unachaguliwa kama MCA, kama gavana, kama kwanza president should sign People's Charter. People's Charter. Ukidanganyana kama hizi, unajua Mheshimiwa Ruto ametia fora kwa kutoa udanganyifu wa kisiasa mpaka akawa katika Guinness Book of Records. Kwanza akaingia kwa, this is why it's very surprising. Na ndio naona because vijana wanamwangalia, wanaona uporaji. So they also pour. And this is becoming very dangerous. Wanaanza kupora because kila mtu anakuwa mporaji. So sitaki niharibu mambo mengi. Tunakuja kusindikiza kijana yetu. Ujue kwamba sisi tunaunda sasa a very strong coalition. Nyumbani mapema na dalili zimeanza kuonekana. Mvua ni nini? Ni mawingu. Tuliona mawingu hapa, mvua ikaja. Sasa kisiasa vile vile. Hii dalili ni wazi. So don't even beat about the bush. So naona mimi nikome hapo. Vijana yetu halali, and I want to put to rest that propaganda thing. Yeah? Some of them even committing crimes. Wanachukua letterhead ya Wiper Democratic Movement na kusema ni party leader ameandika.
So the DCI, we are going to ask the DCI to investigate that crime. Some of it in the name of propaganda. I am a very big believer in social media. But the TikTok, hey, TikTok is going to make these people go home. Yeah. So social media, do your bit. Wakiona wanaleta propaganda za upuzi, go for them. And I'm quite sure they will be restless until they are driven home by the people of Kenya. May God rest the soul of our friend, Mheshimiwa Simon Ole Saitoti, in eternal peace. Amen.